Hapo Mungu anataka kufanya saibu nchule usike wao. Natamani niombe Mungu moyo wangu ndio kwa wokovu. Nimeona neema kwa ujuma uliopita. Kabla haijawahi kanisa, nikitoka kanisani, nikarejea kwa mama yangu. Katibu wewe ukitiula kama ngoma. Kumaliza kuongea na yule bibi ya kijana wangu tukipiga gumzo. Na muda nini? Nenya porumu yangu ili nilale. Kama ndio taya ukuta, nikienda kufinyilia ile ni moroko chuka, ndio tena. Nikahisi kama kitu kimenidunga. Wakati mmoja kama na kuinua miguu hivi. Ndio kama. Na hiyo kitu kile pale hivi. Sio kaza hilo kaini tu. Nikiuasha ule stima nikapata ni nyoka. Nikiakiaka kakulikali. Kwa sababu sijui sema nyoka inauma watu. Nikasema nyoka imenigwara. Mimi ndio gumzo mbele napiga. Na yule mke wa kijana wangu anatupia kusema nafunga leo mguu. Nikafunga. Yakaza Mungu mwingine alipigia simu. Tukaongea tukazungumzia maneno ambayo nilifanya karibia. Mwambie mwana mjijo unajua nyoka imenigwara. Akanichekelea kwa nguvu. Akaniambia mahali unatoshana ushaiona nyoka ikiwa na kucha ikigwara watu. Nyoka igware watu, nyoka imekuuma. Nikitazama mguu nikapata sasa inatoa damu. Watoto wangu wakuja na maji kwa sabuni wakipata kusugua hapo. Pia mimi nikawapatia wakasugua. Nikamwona kama nimefunga jinsi ambavyo nimeifunga. Kufika asubuhi nilikuwa naenda kuvia mtu Kisumu. Nikatoka nikaenda Kisumu. Jinsi ambavyo unazidi kupanda ndani na mguu yangu kipura. Kurudi nikapitia Mabei. Nikakaa hapo mpaka usiku. Naona kama inazidi kupura. Naambia mama ambaye anaishi kwa nyumba yake. Najua nyoka iliniuma na naona mguu yangu inapura. Nikamshtua. Mhubiri, nyoka ilikuuma. Na umefanyia nini? Nikamwambia mimi iliniuma, nikamtia asubuhi nikaenda Kisumu na sasa niko hapa kwa nyumba yako. Kwa hakuna shida umefanya. Anapigia mmeo. Mmeo akakuja kwa kasi. Kukuja ananiambia mama uso wako unang'aa, ni nyoka imekuuma kweli? Nikamwambia baba nyoka iliniuma. Tukupeleke hospitalini. Sasa imechelewa tutaenda kesho. Unajua tumelala. Au pia hajanipeleka. Kijana wangu mwingine kana kwamba nikimwelezea akapigia daktari ambaye huwa anaenda kwake. Akaniambia nenda kwa daktari manake nimepatia namba yako akudunge hiyo dawa ya daktari ya nyoka. Kiposa macho yangu inafunguka na kwenda kwa daktari anidunge sindano. Wacha tu niende lakini Mungu. Nilidungwa sindano 96. Nikizaa mtoto wangu wa pili. Tangia nikutane na wokovu. Sijaidungwa sindano. Leo nina kudungwa sindano ya nyoka. Mungu nisaidie. Nikatoka naenda. Kuingia tukakutana na daktari. Daktari anambia mama toa kiatu. Hizi viatu zangu nilikuwa nimevaa. Na hapo sehemu ya mguu yangu ilikuwa imefura. Akitazama anasema hakika nyoka imekuuma. Anakaa kwa meza na anachukua kalamu. Anabeba masaa mangapi? Nyoka ya nyota. Namwambia niliuma juzi, jana, na leo tukakutana na wewe saa 6. Hizo masaa sasa pige hesabu. Akaweka kalamu bila kufanya miujiza kidungi shindano. Hiyo ni miujiza kidungi shindano. Unajua kama nyoka imekuuma dakika 45 umekula. Ukimaliza masaa 74 kama wewe ni mwenye amekufa au ungekuwepo. Nikikudunga sindano ya nyoka. Kama ile sumu imeingia kabla kulia na mimi nitakurua. Mimi sikudunge sindano. Nikaisi
cha uwe kone. Kumbe daktari anaongea na yeye. Ona simu kwa jina. Alipiga simu akicheka. Mama lure yeye. Mama, mimi naogopa imani yako. Uniambie nini kwa pata yao reni kale tu watu neteka. Unajua mimi ndio mwanzo wangu ninakugua kumbe jambo la nyoka ilikuwa ni ngumu. Sasa wale. Mungu Roho Mtakatifu. Uyirwa kale ni Mungu kuiga mtego wa Mungu. Ametukubalia kuwa Yesu. Tufanye kitu. Kale tu yoyo. Kama mume ameenda kufanya sharati. Wale ropo. Na mwanamke anatoka hiyo Roho Mtakatifu. Kama yule ya ukini. Hata mmoja ukiwa Ukini ya kuma. ukiwa yule kamshika. Kikamu. Angalia kwa Biblia. Natoka ngapo. Kila mmoja Toku mritune. hata kama kwa dhambi yake mwenyewe. Huyo ni Mungu wa Roho Mtakatifu. Wa utukufu. Anakanyaga sumu. Na dharau mwanamke mliokuwa anapata mbao kwa ajili anafanya sharati. Kila mtu Mungu amenipa kiasi. Kiasi. Sijui kama na makabao kwa imani. Hata kama nyumba yake alikuwa ameacha hadi kuchukua. Mwanaume ambaye anahisi ana roho ile ya kuoa. Mimi hao wanaume nashindwa kuongea nao. Wakora ambaye kama wameshinda vita wakahubiri lakini bado wameshindwa na kuoa. Yaani vita anashinda na kuoa. Yule mkusaidia hakuna ndipo tunaacha mpaka mtu anasema wenzangu napenda pia wili kama dika sasa hapo hapo ndio kwa kanya mbeko hapo. Huyu mtoto wangu na hizi mali nimefika nimeteseka naye sasa hivi naye. Maana kanya tini menyono. Wewe ni mdhaifu mpaka mtoto wako ambaye umezaa. Na hiyo unaokaje chini mai mapiko. Unapata ibilisi anakunyang'anya na kama sasa niko na mkono kanya. na wewe unasema wenzangu mali nimefika mimi siwezi. Biblia kanisa wakati chako nia. Ukikuja hapa kanisa yetu unaanza kama nikeze ngono mali. Kama nikeze ngono mali. Kwa niko hivi kwa ajili ya neema yako, niko hivi kwa ajili ya neema yako. Uko jinsi ulivyo maana mtoto wako anaishi kwa tongo lao, wewe naye uko jinsi ulivyo. Mume alikuacha, watoto pia wamekuacha. Ukikuja kanisani pia wewe unafanana hivi. Nimekuja na Yesu. Nitabaki na Yesu. Anasema tuombe
inasema kwenda. Ongeki kujogo kulewe. Hao watu wapasi kukuacha. Kaka mali na Paulo wengi Timotheo vione. Ni jinsi gani kukuku ambaye Paulo Timotheo anazungumzia. Paulo anamwambia Timotheo, "Liduete yaenda." ina haya maneno sana. Ndio mali. Yaani waone kukuku. Ndio kwa njia zote. Ningani beta kuwa hili onekane. Watoto wako wataruka waanza. Umewaka wataruka kuwaza. Wanataka kuhimiza ni kwa vita ndio kubwa. Nifungulia andiko mimi niko kwa Ibrania. Mjakazi wa Mungu nisomee. 7 mstari wa 24. Waibrania. Mungu wokovu lazima tuendelee kama Roho Mtakatifu ametujaza. Yule ambaye hana Roho Mtakatifu atapotea, atatembea miaka 90. Na Rosemary wokovu sio wa kupotea. Lilian sio ya kupotea. Wakati nilikutana vita na kwambia Biblia sio usinilazimishe na kupotea. Mimi sipotei. Tunataka wake wengine mimi ndio bora sana Ruth mwana wa Moab. Ruth alikana kwa Naomi kwa anaenda naye. Mume amefariki. Babu yake amefariki. Shemeji yake amefariki. Mwenza ameenda. Hapo mali pa opa imeisha. Amerejea kwao. Na Ruth akakana. Yule mama mkwe anamwambia henda kwenu. Sema yule kijana ametaziliwa tena. Akipata kama mama mkwe wa mke mwenza amezili. Akamwambia mama mkwe usinilazimishe. Usinilazimishe kutengana nawe. Watu wako watakuwa watu wangu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Yule mtu wa Mungu amekubali kwa Mungu Israeli. Neno kwa Mungu wakati wa vita. Imeanguka kwa Ruth. Wanasomesha mume Naomi. Na yule binti wa Moab. Amekubali kwa Mungu Israeli. Mungu Israeli mtamini kwake. Na wokovu kaingia. Mahali ilikuwa imeharibika. Itajengwa tena. Yesu anaongea. Kwa kinywa cha Paulo. Nitabadilisha tena. Nilitenda mambo ya Daudi. Mahali kulikuwa Mungu. Injili ikikuja. Mahali pameharibika. Yesu fundi. Atatengeneza. Hakuna sipamba ya hana. Hapana. Hapana zozote. Hapana zozote. Haleluya. Yesu kuna vitu vyote. Kama hapa kwetu ndio kuna mpaka ile damu spare. Damu ya akiba. Upale kama damu imekwisha na tena natoa damu nyingine. Kuna yale ambayo yanaenda kwa mwili wa binadamu kama tatizo linaingia. Na mtu anaambiwa hauna mfuko, daktari alitoa, hauwezi ukazaa. Moyo wangu unaniambia huna mwanamke. Manake mimi ni mshuhudaji. Pamela ngwe. Kuna binti ambaye Yesu alimfanyia muujiza. Kama mtoto wa kwanza ametoka. Akienda hospitalini, anaambiwa mfuko ni mbaya. Watatuma hiyo mfuko. Hakuna mtu anaweza beba. Nikasema mzee kumbe ibilisi anadharau tu watu hivi. Millicent huyu binti amefanya kidato cha 4 akazaa mtoto kwao. Huyo mtoto alikuwa miezi 9 akazaa mtoto yuko. Sasa akiolete kwa hivyo maana. Sasa